Hello everyone, welcome back kwa KHP Canada. Ikiwa wewe ni moja kati ya wale ambao wana ndoto ya kuja Canada, basi utakuwa uko maeneo salama. Especially kwa sasa nazungumzia kuhusu wale ambao wanahitaji kuja Canada kama visitor. Kuna sababu mingi ya mimi kuweza kuzungumzia kuja Canada kama visitors, na hii njia ambao najaribu kukuongoza ni njia rahisi na njia mzuri ambayo itakusaidia kuweza kupata visitor visa chini ya wiki 2. Utakuwa uko na visitor visa na utaweza kuvisit Canada. Ikiwa utanifuata vizuri mpaka mwisho, utakuwa na uwezo wa kuja Canada chini ya wiki 2. Na sababu ziko nyingi sana za mimi kuzungumzia hayo. Unajua wengi wametegemea kupitia maagent na njia mbalimbali, na wengine wanaliwa pesa, mwishowe safari inaishia njiani. Lakini hii ni moja kati ya njia ambayo itafanya uwe na uwezo ya kujitegemea kwa kufanya hayo. Haijalishi uko na mtu Canada ama hauna mtu. Kwa hiyo sio lazima uwe na invitation letter kusudi uweze kuvisit Canada. Mwisho wa video hizi zitakusaidia kuweza kupata gisi ya kuvisit Canada bila kuwa na barua ya aliko ama invitation letter, ama bila kuweza kupitia agent yoyote. So utakuwa na uwezo ya kufanya application wewe mwenyewe mwanzo mpaka mwisho. Kwenye video ya kwanza kwenye series hii, kama naweza nikasema hivyo, nilizungumzia kuhusu required documents ambazo ni muhimu sana wewe kuwa nazo ikiwa unahitaji kuja Canada. Najua kuja Canada kuna njia nyingi mbalimbali tofauti ambazo unaweza ukatumia kwa wewe kufika. Moja ikiwepo hizo visitor visa ambao tunaiongelea. Inaweza ikawa ni student visa, inaweza ikawa ni work permit, na inaweza ikawa pia unaweza kuja pia chini ya kama ni express entry. Kuna kama hizo Arima, kuna njia kama hizo za PNP na kadhalika. Ziko nyingi ambazo watu hutumia kuja Canada, lakini wengi hutumia hii ya visitor visa sababu ni rahisi kupata na kuweza pia kufika. Najua maswali watu wako nazo mingi sana, ila required document ambazo tuliongelea kwenye wa previous video, hizo ni document ambazo unahitaji kwa wewe kuweza kuanza safari ya kuja Canada. Kwa hiyo haijalishi njia ambayo utatumia, lakini hizo required document ni hizo ambazo lazima uwe nazo kwa ajili ya wewe kuweza kufanyikisha ombi lako la kuja Canada. So kwa previous video kuna comments ambazo tulipata, na hizo comment nilikuwa nimezisoma last time, ila sababu mashida ilikuwa ni video nilifanya nikafanya slow motion, na hata hili sijajua kama bado haliko kwenye slow motion tena, na sauti nikasahau kurekodi. Nimerekodi sauti kando, lakini nikasahau kuistop. So sauti kaenda for 3 days, kitu ambacho ilikuwa ngumu kuisave. Nikuja kusave na nionyesha sijui 150 GB na hata haifunguki, so singeweza kutumia video hiyo. Ndio kitu ambacho linichelewesha kuweza kuendelea, lakini nitahakikisha kwamba nimemaliza on time. Na wale ambao wanaendelea kuuliza kuhusu mzee, I think this week tutakuwa na good news kuhusu mzee wetu. Ila acha nisipoteze muda, nataka kupitia some of the comments, nijibu hizo comments kusudi tuweze kuendelea. Unajua kwenye comment ndio kunaulizwa maswali, na hapo ndio kunatakikana
majibu iweze kuenda. Sababu ukiwa na swali unauliza na hauwezi kujibiwa, haitasaidia. Na pia ule mwingine ambaye hakuwa nauliza ama akona swali ambao haujawahi kufikiria, kupitia swali ya mwenzako huwa itakusaidia wewe kujipata, kujua wapi upo, kujua jambo muhimu ambalo unatakiwa kufahamu. So swali ya mwenzako inaweza kukuboost, inaweza kukusaidia wewe kuweza kujua mambo mengine. Ndio maana ni vizuri tuweze kuenda wote paka mwisho. Najua sio maswali mingi, tukipitia hayo tuangalie jambo lingine la kufanya kusudi tuweze kuendelea na kumalizia. Last time nikifanya zilikuwa 22, sasa naona zimeshafika 31. Sister anaitwa Georgiana anasema thanks a lot brother, this information, hoping to join you there soon, may God open ways for me. Thank you Sister Georgiana, I believe God will make a way na I will be happy to see you in Canada. Gitare Claude anasema thank you so much my brother, you are most welcome. Sabina Mutiki anasema hello everyone, remember to like the video, may God bless you all. Thank you Sister Sabina for reminding people to like the video. Owen Pablo K4R anasema asante sana, karibu sana mzee wangu. Geoffrey Molo anasema thanks for the good teachings, most welcome. Hassan Omar anasema mimi nina passport tayari, yellow fever na certificate ya polisi. Ya asante sana bwana Hassan Omar. Kuwa na passport ni jambo la kwanza muhimu, kama vile nili highlight hapo kwenye hilo video. Asante sana kwanza kwa kuweza kuwa na passport, na vigezo zingine ambazo niliweza kutaja hapa, kukiwa lolote lile ambao hujafanyikisha ni vizuri uweze kuwa nalo. Ila kwa safari ya kuja Canada yellow fever huwa haihitajiki. Nadhani na nielewa, yellow fever huwa haihitajiki. Ndio sababu kubwa ambao huwa watu wanaenda kufanya medical. Hiyo medical ndio inakuwaga inasimama kwa nafasi ambao unaweza ukahitaji yellow fever. Hauwezi ukahitaji yellow fever. Nadhani tuko pamoja. So ukiwa umejaza kila kitu na umemaliza kila process, utapitia process ya medical. Ukipitia process ya medical wanacheck kila kitu muhimu ambao kwa wanaona ni lazima iweze kushughulikiwa. Na jambo lingine muhimu sana huwa wanaangalia kama unaweza kuwa na malaria, imalizwe kwanza kwa mwili mbele uweze kuja. Sababu hapa kwao hawajui malaria. Ukishikwa na ugonjwa wa malaria ukiwa hapa, ikienda level ya juu unaweza ukafariki, sababu hawajui malaria na hawajui kutibu malaria. Huyo anaitwa Family Ndaishimie anasema hello Ndaishimie, nadhani kusema shukrani kitu kama hiyo. Lucy Nganga anasema nataka kuja 2025. Yes, 2025 hijaisha, saa hizi ndio bado tuko mwezi wa 10. Kitambo ifike mwisho wa mwaka huu utakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kupata visa, especially kama unataka kuja kuvisit. Nimekuambia ukifuata hizi process ambazo mimi naweza kukuletea, zitakusaidia kuweza kupata visa chini ya wiki 2. Pierre Nduwa Mungu anasema mambo vipi kaka? Shwari. Sema mimi niko Burundi na niko na passport. Also my family wako nazo. Please natamani sana kuenda Canada na sina ndugu kule. Yes, ni vizuri sana kwa vile ambavyo kwanza uko na passport na ndugu zako wako na passport. Ikiwa mnahitaji kukuja nyinyi wote kwa mara moja pia ni vizuri. Na mwisho wa video hizi ambazo ninafanya, hamtahitaji passport, hamtahitaji kuwa na mtu Canada ama kumjua mtu Canada. Ila ndani ya siku zinazokuja watu
watawatumia nyinyi kama reference sasa. Sababu ukifuatana nami vizuri paka mwisho wa video hizi, utakuwa na uwezo wa kuja Canada bila kuwa na mtu hapa, au hitaji mtu yote kwa kutumia barua ya mwaliko ama invitation letter. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, tukimaliza video hizi utakuwa na uwezo ya kuweza kufanya application mwenyewe na kukamilisha kila kitu bila kuwa na invitation letter, na Canada utaweza kuingia. Lilian Kemuto anasema thanks bro, most welcome. Hassan Omar anarudi tena akisema kipengele cha account unatakiwa isome ngapi? Kipengele cha account ni kitu kubwa sana kwenye hii mada, sababu account hapo kwa account ndo watu wengi wa wanaanguka, na siwezi taka nipagusie juu sababu hiyo ni episode mzima ambao tunatakiwa kushughulikia juu ya hiyo kipengele ya bank statement. Kwa hiyo nitakuomba uchill kidogo hadi wakati tutakapofika hapo. Tukifikia hapo utaweza kuelewa vizuri nini inahitajika na nini la kufanya kwa ajili ya kumaliza hiyo story ya bank statement. Na Nabii Musa, alituma love peke yake, asante. Kuna Kalala Eric anasema kaka, jambo si jambo, naomba utufundishe kufungua account kwenye job bank wala kwenye AIP, na mtu anatakiwa kuwa na hela ngapi kwenye account ili aweze process. Nadhani pia anaturudisha kwa hiyo swali ambayo anasema lazima tuweze kushughulikia juu ya kufanya process. Lakini kuhusu kuhusu AIP uwezi kufungua account unless ufungua account ya Arima. AIP unaweza kufungua account kama ulipata designated employer ambaye kusudi uapply kazi kwao mpaka ufungue account. Kama gisi tulikuwa tunajaribu hiyo ya Prince Edward, lakini ni kama muda wa ilo website lao kureceive applications za nje ni kama imeisha, pengine ama haijakuwa updated. Mpaka wa update ama tupate employer mwingine chini ya AIP ambaye ataweza kuwa bado wanakubali applications za nje. Sababu kama vile mliona hiyo list ni kubwa sana, na hiyo ilikuwa ni ya Prince Edward Island peke yake. Sasa hapo kuna hiyo ilikuwa ni ya Prince Edward Island ambao kuna wale designated employers wanapost kazi hapo. Sasa wao wanakataa application kwa sasa, lakini kuna wale ambao bado wanapost hapo. Sasa kitu ambacho tutafanya ni kutafuta website za wale designated employers, zile ambazo tunaweza tukaenda moja kwa moja na iwe rahisi. Lakini hakuna account ambayo unaweza create moja ile ambayo itasimamia hizo province ine zote, hapana. Na kuhusu kutengeneza account ya job bank, unatakiwa kuenda hata kama ni kwa Google yako, unaandika tu unaandika job bank Canada, itakukujia. Unaweza chukua hata hiyo job bank only, iko sawa. Job bank ukifungua unaweza kufanya research ya kitu yoyote ambayo unataka. Sema kwa mfano truck driver ambayo iliwahi kuwa kwenye nini yangu hapo awali, wanauliza city, unaweza sema all Canada. Uko nje hautakiwi kujilimit, unaweza kaweka all Canada. Nimeandika nini? Ndio maana haijaleta kitu yoyote. Acha tuone kama ni caregiver kwa mfano. Ya result inasema ni 2 zile ziko available. Okay. Job bank unaweza create account ama unaweza search bila kuweza create account. Ukitaka create account, na sababu ya wewe create account ni nini? Pengine ikiwa unataka upload kama ni CV yako na cover letter yako hapo kwenye job bank,
kusudi uwe unaitumia kwa kuweza kutafuta aina fulani ya kazi. Hapo unatakiwa create account. Lakini ukiwa hauna account bado unaweza apply kazi za job bank. Tunaona kwa mfano hapa wanasema home support worker. Ukiklik itafunguka. Kisha kufunguka, ikiwa uko na account, njoo unaweza kuja hapo unasema direct apply kama uko na account. Na ukienda hapo bado itakuitisha uweze create account, utakwambia sign in. Unaweza click na ukaendelea kusign in, unaweka email yako na create account. Okay, unaweza continue without an account, but unaweza sign in na uta create account. Naweza nikafunza jinsi ya create account lakini sio leo, but sababu nimeshafunza mara mingi na pia hiyo unaangalia. So ukishapita hii section ya who can apply for this job, unaona ushawekewa Canada. Hiyo mtu ambaye ako nje hatakiwi kugusa. So utakuja huku chini, who can apply, unasema show how to apply. Ukiklik kwa show how to apply, after hii ya kuapply direct kuna kuaga email hapa chini. Kuna email hapa. So ukitumia hii email moja kwa moja, yani unaweza kutumia hii email kwenda kuapply hiyo kazi kwenye website, kwenye email yako. Mbeo nilipata advertisement kwa job bank na ndio nikakuja kufanya hivi. Unaweka CV yako, details zako, kila kitu. Hiyo ni njia rahisi ya kuapply. But ukiweka hapa, ukicreate account, inamaanisha sababu huwezi tumia CV moja kwa kampuni 2-3 tofauti ama kwa aina mbalimbali ya kazi. Ndio maana kucreate account ya job bank ukiwa uko nje inakulimit uweze kuwa na specific job ambao unahitaji. What if haupate kwa hiyo area lakini area nyingine ndio iko karibu? Naona. Ndio maana ni vizuri kukuwa natumia hii njia. Una copy hiyo advertisement yao na unaenda kwa advertisement, una copy hiyo email na unaenda ukaitumia uko kwingine, alafu inakusaidia hivyo. So tuko kwa, anasema it's Momanyi, ndio vile anaitwa. Anasema Canada tunakuja kwa mapenzi ya Mungu. Yes, naamini Mungu atafungua njia, na kwa mapenzi yake before mwaka ishe lazima tuwaone Canada. Huyu anaitwa ni Matt Katenga. Anasema kaka, Mungu akuchunge. I think alikuwa anaandika kaka, Mungu akuchunge, unisaidie kazi nisaidie. Hajaeleweka vizuri. Kaka, Mungu akuchu. Sijamuelewa vizuri kama alikuwa anasema Mungu amchunge nimsaidie kazi ama nini. Judith Katisha anasema unaweza nisaidia kunitumia invitation alafu mimi najilipia kila kitu. Na this is what we are talking about. Tunazungumza kuhusu hiyo invitation. Canada address ndio inamata. Na pia nikikutumia invitation na kuleta kama nani, watangalia relationship yangu na wewe. Tofauti na relationship yangu na wewe, na kuleta kwa occasion gani. Wale ambao wako na urahisi ya kutuma invitation, sema mimi ni mwanafunzi nasoma Canada, alafu niko na graduation, naweza nikatumia watu kadhaa invitation wakakuja kwa kuhudhuria hiyo occasion. Naweza kuwa mimi ni mchungaji, ninaandaa ibada maalum, ninaandaa crusade na kitu kama hiyo, na kuita wewe kama mshirika, na kuita kama wewe mchungaji mwingine, na kuita kama wewe muimbaji. Lakini kusema mtu yoyote atume invitation kwa mtu yoyote ambaye pengine haumjui, pengine hamna mahusiano ya karibu na vitu kama hizo ni ngumu. Ni ngumu. Na kuna pia namba, kuna limit. Uwezo kaita kila mtu ama kila mara, na hakuna kitu ambao unafanya ambao inahusiana na ambao inaweza kusababisha government ishawishike kukuruhusu kuleta mtu ama watu. Ndio maana natumia njia hii kuwaonesha vile ambavyo mnaweza mkavunja hiyo limitation ya invitation na mkakuja Canada bila kujua mtu yoyote hapa, ama bila kuwa na shida ama kusumbuka kwa kuweza kupata invitation later.
nadhani tuko pamoja. Na video linaenda kuwa kubwa vile ambavyo sipendi. Sasa itabidi liweze kulizuia. It's Momanyia anasema passport Kenya unapata within 1 week. That's good. Tito Rino. Tito Rino anasema do they have age limit? No. For visiting there is no age limit. Unless kuwe aina fulani za magonjwa tu ambazo pengine umekuwa nazo zile Canada haiwezi karuhusu. Unajua miaka ikienda sana kuna aina ya magonjwa ambazo zinaweza zikaja kwa mwili. Lakini pia sidhani kama pengine TB, ukiwa na TB tu ndio wewe unasumbuliwa. TB tu ndio wewe unasumbua kidogo. Lakini hakuna age limit, hakuna kitu ambacho inaweza kusumbua. Meloji Leza anasema anataka kuja Canada. Karibu, ni vizuri sana, tunafurahi na tunapenda ukuje. Madina anasema thank you Kas. Na Bintusa anasema naomba namba zako. Pengine uniandikie kwenye Facebook sababu namba huwa siweki kwa mtandao. Rudia Kila, kama ni Rudia Kila anasema hello. So hizo ndio comment ambazo tumekuwa nazo kwa ajili ya hili video. Na pia asante sana kwa wale ambao wanaendelea kucomment, kulike the video. Tunafurahi. Na ikiwa wewe ni mpya, usiwatch video bila kusubscribe. Itakusaidia pia wewe unapata notification wakati ambao tupo live ama tunaachilia video mpya, kusudi uweze kutembea on the same track na sisi. So hii ilikuwa comment za hiyo video nyingine, na najua pasipo kupoteza muda ninawaletea video lingine ambalo litawafunza step by step gizi ya kuweza kufanya application process for Canada visitor visa online. Unajua kila kitu sahihi, na hiyo ni ile ambayo iko na updates za 2025. Kila kitu sahihi ni online. So visa ina-applyiwa online. Lazima ujue gisi ambavyo unatakiwa kufanya juu ya kuweza kuapply hilo visa. So kwenye video hiyo ambayo inakuja, nitawafunza gisi ya kucreate an IRCC account, gisi ya kufill the form ambazo ni nitawapea code, the right forms, na pia gisi ya kuupload documents, kuchoose the right visa office, na payment vile ambavyo wewe inafanyika, na gisi ambavyo unaweza kusubmit application yako. So hizo ndio vitu ambazo tutaongelea kwenye next video. Ikiwa wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe na usikose kufuata our next video kusudi uweze kuelewa kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya wewe kuweza kufanya process ya kuja Canada. Thank you.